Habari za muda huu ndugu mpenzi mtazamaji, na imani naendelea vizuri kabisa. Ni matumaini yangu hali yako ya kiafya iko vizuri zaidi. Lakini kama kuna changamoto, basi Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwenye hizo changamoto ambazo unazipitia. Zaidi leo nilikuwa napenda zaidi kujadiliana na wewe kuhusiana na msongo wa juu wa mawazo. Ikumbukwe kuwa tunapozungumzia msongo wa juu wa mawazo ni miongoni mwa magonjwa, dalili za kuwa na magonjwa ya akili. Lakini sasa tuangalie leo ni nini sasa msongo wa mawazo wenyewe ni nini? Tunapozungumzia mawazo ni hali ya kawaida ambayo mtu anakuwa nayo. Ni fikra ambazo mtu anakuwa nazo ili kuweza kufikia lengo fulani au kutatua tatizo fulani. Kitu chochote unachotaka kukifanya lazima kinaanza kwenye fikra, baada hapo kinakuwa kwenye uhalisia. Mfano, unataka kuwa na nyumba, unaanza kwenye fikra, baadaye unakuwa na nyumba. Unataka kusoma, inaanza kwenye fikra, baadaye unakuwa umesoma. Kwa vitendo huanza kwenye fikra. Lakini tunapozungumzia msongo wa juu wa mawazo ni changamoto au fikra ambazo zimekosa majibu kwa wakati huo. Yaani mtu binafsi amefikiria sana, lakini mwisho wa siku amekosa majibu. Na msongo wa juu wa mawazo tunapozungumzia, maana yake hiyo tayari ni changamoto ambayo mtu anaitafutia majibu sasa na hali yake hii huchukua muda mrefu kwenye kupata majibu yake, lakini pia inachukua hata mazingira ambayo hayahusiani. Mfano, jambo la nyumbani, unajikuta hata ukiwa tu upo kazini unafanya kazi zako, ile hali inajirudia, au upo zako kazini, jambo la nyumbani ile jambo linajirudia ukiwa kazini. Kwa hiyo ni jambo ambalo linakuchanganya akili, linakupa shida, alikupi ile nafuu ya kupumzisha ubongo au akili. Lakini sasa tuangalie dalili ya kuonyesha kwamba huenda mimi au wewe una shida ya msongo wa juu wa mawazo. Utawezaje kujua kwamba huenda mimi au wewe una dalili ya kuwa na msongo wa juu wa mawazo? Dalili ya kwanza kabisa ni kukosa usingizi. Watu wengi sana ukiwauliza unalala saa ngapi, anakuambia nalala saa 2, lakini akishakuwa pale kitandani usingizi anaupata saa 6 usiku. Lakini akishapata usingizi saa 6 usiku, lakini dalili nyingine ni kwamba kuamka mapema. Yaani umelala muda mbaya, umelala saa 6 usiku, usingizi ndio umekuja, lakini mwisho wa siku ukajikuta baada ya masaa 2 au 3 mbele au 4 umejikuta umeamka. Baada ya kuamka haujapata tena usingizi mpaka asubuhi na kwenda kazini. Ni lile jambo linajirudia. Kwa hiyo ni dalili ya msongo wa juu wa mawazo. Hilo jambo la kwanza. Dalili ya pili ni kushout au kuwa mkali. Unakuwa mkali sana, kiwango ambacho wakati mwingine kuna maeneo ambayo hayakuhitaji wewe kuwa mkali, lakini unajikuta umekuwa mkali ghafla, aidha kwa watoto au kwa mke au kwa wafanyakazi wenzio au kwa wafanyabiashara wenzio au kwa watu wako wa karibu. Mwisho siku watu wenyewe wanakushangaa kwamba mbona jambo lilikuwa tu la kawaida, lakini ameshout sana. Lakini jambo la tatu ni kujitenga. Mara nyingi hata ukiwa umemaliza shughuli zako au upo nyumbani, unatoka unaenda kukaa peke yako mwenyewe, unaamini kwamba kukaa peke yako kunakupa ile haweni au nafuu. Lakini jambo lingine ni kujiwazia vibaya. Unatamani kama ujiue wakati mwingine au ujidhuru. Watu wengine pia ufikia hatua ya kufanya maamuzi kabisa ya kujidhuru. Hiyo ni miongoni mwa dalili ya msongo wa juu wa mawazo. Lakini namna gani sasa unaweza ukakabiliana na msongo wa juu wa mawazo? Namba 1, hakikisha kwamba unashirikisha. Kama jambo lako ni la kushirikisha, ni vyema zaidi kushirikisha watu ambao unawaamini. Ni vizuri zaidi kushirikisha watu unaowaamini. Lakini jambo la pili, jipe muda. Unapoona kwamba jambo hili nalitafakari lakini halinipi majibu yenye kueleweka, basi jipe muda. Huenda wakati mwingine utakuwa umepata majibu sahihi zaidi. Jambo la tatu, usiharakishe kujipatia majibu, kwa sababu wakati mwingine unaweza kufanya maamuzi ambayo huenda yangetengeneza athari zaidi ya msongo wa juu ambao ulikuwa nao kwa wakati huo. Huenda ingetengeneza athari zaidi ambayo madhara yake yangegharimu aidha watu wengi zaidi, au ingeleta shida kubwa zaidi kwa watu wengine, au hata kwako pia, au kwa familia ingeleta shida kubwa. Lakini jambo lingine, pata msaada wa kitaalamu, kwa watu wa saikolojia. Wanaweza kukusaidia kuhakikisha kwamba unakabiliana na ile hali ambayo unaipitia kwa wakati huo. Kwa kufanya hivyo unaweza ukakabiliana na changamoto ya msongo wa mawazo. Tukutane wakati mwingine kwenye session nyingine, na kama umependa basi tukutane kwenye comment. Asante na kwaheri.